namna ambavyo tutapokea pale tu ambapo tutakuwa, kwa sababu tunapoomba, ukisoma kwenye ile ni Mathayo 7:7 au Yohana, ombeni nanyi mtapewa, si ndio? Maana yake tunapoomba we expect to receive, si ndio? Hatuombi tu kwa sababu ni utaratibu. Na ndio maana wataalamu wa maombi wanasema kuna nyakati nyingine unatakiwa kuomba, unatakiwa kushukuru. Kuna nyakati nyingine unatakiwa kushukuru, unatakiwa kusali. Kuna wakati mwingine unatakiwa kusali, unatakiwa kusifu tu. Nimekufundisha kanisani nguvu ya kusifu. Yaani kuna nyakati ambazo hutaki kuomba, unatakiwa tu kumwambia Bwana asante kwa iliyotokea. Sasa watu wa Mungu, tunapofika mbele za Mungu kuomba, maana yake tuna mahitaji mbele zake, si ndio? Sasa kama amesema tusamehe kwanza ili tuende mbele za Mungu naye atatubariki tutapokea, maana yake lazima tusamehe. Na kama hujasamehe hauwezi kupokea. Na kama utapokea, maana yake maombi yako utakuwa unaona hayafanyi kazi. Na kama hayafanyi kazi, maana yake hitaji lako litaendelea kubaki pale pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Yawezekana unahitaji ambalo umekaa nalo muda mrefu Bwana hajafanya. Sikiliza, ni kwa sababu umesamehe. Ni kwa sababu kuna watu unawabeba ndani ya moyo wako. Ni kwa sababu kuna watu bado unawatafakari ndani ya moyo wako. Kuna watu umewaweka ni frequency ya maisha yako. You have to say them. Yaani kuna maisha, kwa nikupa mfano tu mimi namna nilivyokuwa naishi chuo, si ndio? Ningekuwa mtu wa kulalamika, nisingeweza kudiscover potential nilizokuwa nazo. Sikiliza, hakuna mtu ambaye Mungu alimuumba kwa bahati mbaya. Never. Every person ambaye amekuja duniani Mungu ana makusudi naye. Na huwezi kuondoka kwenye dunia mtu wa Mungu mpaka kusudi la Mungu litimie. Kwa sababu mbeba maono hafi mpaka maono yafanye nini? Yatimie. Wewe kuja hapa ustawi, listen guys, au kuja kwa bahati mbaya. There is something ambayo Mungu ameweka ndani yako. Na being here is ustawi doesn't mean that huwezi kufanya biashara. Doesn't mean that huwezi kufanya biashara ya makeup. Doesn't mean that huwezi kujifunza any career that you see on front of you inalipa. You just go with it. Kwa sababu destiny yako imeandikwa hapa, lakini kuna fursa ambazo zinakuja na ni Mungu anazileta kwa ajili yako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu hapa destiny zao wamekaa wanasubiri TAMISEMI ndio waandae. Yaani kwamba TAMISEMI akwambulie Bwana wewe tutakupangia ustawi. Baada ya ustawi tutakupeleka CBE. Baada ya CBE tutakupeleka IFM. Baada ya IFM tutakupeleka University of Leicester. No. Wewe uko hapa. As long as you have time, chukua huo muda ulionao, angalia nini unaweza kufanya. And that's the meaning of universe. Chuo form 4 form 6 tunaamuliwa na kengele. Now session ya mathematics. Mathematics break. After break chai. After what? Plepo. After plepo na ndio ukikutwa eneo ambalo sio sahihi at that particular time, you'll be beaten. Kwa sababu sio muda wa kufanya kitu hicho. Lakini at a universe level, wewe wakati unasoma kuna mwamba yuko kule anatengeneza mkeka, anabeti. Na tuko naye darasani. At this time wewe unasoma kuna mwamba anaangalia mechi ya Manchester City na nani. At this time, that's a universe level. Lakini wewe ambaye tayari umeshadetermine na uko chuo, never wait. You have to start right now. Anza kudiscover potential ulizo nazo. Bwana Yesu asifiwe. Mimi hupenda kumtolea mfano mke wangu. Mke wangu anamiliki bachelor degree from University of York. Lakini hivi ninavyoongea na wewe, he is not practicing accounting. Kwa sababu amediscover the business talent alionayo. She is doing business. Yamkini angekuwa mpaka leo analalamika, ajira jamani, ajira, mume wangu ajira, just wait. Lakini she is no longer there. Na mwae kufanya biashara ambazo nikikwadisia hapa, the time is not enough. Lakini utasema I want to see the wife of this guy. Wewe nikupe mfano mmoja katika mifano mingi ambayo wana practice. Amewahi kuuza juice. Sikiliza, sio juice ya McJuice. Sio juice McJuice, do you know McJuice? You guys, hebu wanaomba jua McJuice, nyosha mkono. Mbona unajitoa out your bed? Hapa Dar es Salaam. You don't wait until someone give you out, send you out in clear. Somebody know KFC. Wapemba. Sababu kutoka Uyole. Unasema inaitwa KFC. Jichanga na mwanzio ni 13 tu, si ndio? Unakula wings sipina nini na chips ambazo zinafanana na mtu aliyeko United States of America. You are testing the same taste, si ndio? Utawadisha nini wenzio ukifika huko Lushoto? Si ndio? Yani mpendwa. Naposema juice ya McJuice hapo mbele tu. Unatembea kwa mguu, si ndio? Kwenye sheli hapo. Hata hii hapa kwa nilotengenezwa the following one. Si ndio? This is Africa sana, si ndio? Yes. Pale kuna juice unakunywa unapigwa na AC. Si ndio? Ni juice unalipia shilingi 3,000 si 5,000, si ndio? Juice hii unaokunywa hapa 500, si ndio? Pale zinauzwa 3,000 mpaka 5,000. Mke wangu alikuwa anauza hizo 500. You understand? Ana blend pale na muona kwa macho yangu.
anabeba. Tofauti yake ni kwamba alikuwa abebi dumu kichwani. Bwana alitubariki kwenye eneo la magari zamani, kwa anabeba kwenye gari, si unaelewa? Lakini wateja wake hauwezi kuwafikia wote kwa gari, kwa sababu ni bodaboda, mafundi bao na watu wa bajaji, unaona. Kwa kuna sehemu anaacha gari, anabeba dumu lake, anaenda kuhudumia. And she was getting a lot of credit kwamba this juice is the best juice. Maana yake ni nini? Ikifika saa 7 madumu yake 4 yale ya lita 5 yamekwisha. Anaendelea business. And what was that? Anatengeneza juice kwa cost ya 15,000, anakuja anapata 30,000, profit of 20,000 every day. Wataalamu wa hesabu, 20 mara 30 ni ngapi? Laki 6 mama, hesabu vipi? Mwalimu mkuu wa shule ya sekondari Tanzania anapoanza kazi apokea laki 6. Lakini she was getting from juice selling. Si tunaelewana? Maana yake ni nini? Don't wait until you find that particular problem. Start right now. Kuna watu wana talent ya makeup. Bwana alikuandaa wewe kuja kuwa bingwa wa masuala ya makeup Tanzania. Kwa sababu ukimpaka mtu wanja anasema wow. Sasa ile wow, turn it into opportunity. Turn it. Usiseme ndio najaribu vitu hivyo hivyo. No, you are the best, you can do the best. Nunua wanja wako wa shilingi 1,500. Watu wana birthday hapa chuo. Deal with them. Takupaka kwa shilingi 1,000. Lakini unajua nikimpaka huyu watakuja wengine 10. That's it. Kuna mtu anaitwa Lavi Makeup. Lavi Makeup au mimi sina name. Anyway, put it aside. Huyo Mark Juice tuendelee naye. Mark Juice amefanya professional banking, amefanya banking na amefanya kazi benki. Sio kusomea tu, na amefanya kazi wapi? Benki. Lakini the first Juice alikuwa anauza sio pale. Alikuwa anatumia friji la nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Friji la nyumbani anaweka madumu kule anauza. At the same time now we are talking an outlet pale. Ukienda kununua juice yake, juu kuna nembo ya Mark Juice, pembeni kuna nembo ya Mark Juice. Maana yake ame-advance. Si unanielewa? Nataka nikufundishe kitu mtu wa Mungu. Kukuleta hapa haina maana wewe unasubiri ustawi. Ustawi ukimaliza unaanza kutembea na bahasha. Discover your potential. Discover your potential. Mimi baada ya zile njaa za kulipa hela, sawa, ilifika mahali nikawa master of event. Master of kazi ambayo nimeifanya kwa miaka 9. Hivi ninavyoongea na wewe, nimefika level ambayo kwa mfano mwezi wa 9, Jumamosi zote nijaza. Jumamosi zote I have an event to run. And unabadilisha ukumbi, Jumamosi ipo kujuu, Jumamosi ipo kujuu, Jumamosi ipo. Lakini wakati naanza nilianza chuo, na kipindi kile chuo Bwana akanibariki, nilikuwa napandisha artist wakubwa. Hizi sherehe hapa chuo nyinyi mna nini? Mna freshers ndio? Freshers mnayo? Mna career day? Fellowship sio na graduation. Yaani vitu vyote ukivitaja pale chuo, MC nani Dave? Bwana anakupa kibali, tumejifunza hapa. Bwana anakupa kibali. Yaani event yote ikitokea they have to mention me. No way. Na sio kwamba walikuwa labda hawana watu wengine. Bwana anakubariki na anakupa kibali. Yaani wakifikiria mtu fulani wakuone wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale wenzetu wana mambo ya nyota. Wana habari ya kwenda kutafuta mvuto. Sisi Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ifike mahali hapa chuo, taratibu anza kutengeneza brand. Nitakwambia kitu kimoja by finishing, ndio? Harusi ya kwanza kuhost baada ya kutoka chuo ni harusi ya president wa chuo chetu. Maana yake Kiingereza tunasema potential client, potential customers upo nao hapa. Yaani wewe kama unafanya makeup nzuri dadangu, don't expect this cycle ya hapa chuoni wote watafaulu waende Tunduma. Hapana, kuna wengine wanabaki hapa Dar es Salaam na wataolewa na watahitaji mtu wa makeup. Kwa kama utakuwa na consistency, maana yake watakuja kukupigia wewe simu kwa sababu they trust you. Na walikuona tokea wapi? Tokea chuo. Yule president wa chuo alinipigia tu simu, chief wewe utakayeongoza harusi. Hiyo harusi nilifanya kwa hasira, sheki langu hapo. Nina njaa hatari. Kwa sababu sisi kwenye MC tunachoamini, sawa? Wateja unawapata ndani ya harusi. Yaani naona pale kiasi kwamba kama kuna mzazi na binti yake anasema ndio unaona kabisa mimi
our MCO, haleluya. There is no another one. Si ndio? Amen. Mimi niliwaambia kwenye nimeshakuwa na yeye unafika kwenye kamati mapema. Wapendwa, mimi siendagi hivyo. Kwa nimekuja hapo kuwasikiliza tu kwa sababu hamjanilipa advance. Lakini kama mngekuwa mnilipa mimi sio mtu mzuri kikao. Maana yake sisi kama wale wauza nini, wauza dawa za kusaka kwa basi. Si ndio? Jamani, habari za sasa hivi ile tu sidani. Ushatoka kwenye hizo level. Ushatoka huko. Yaani mtu anakuona ukumbini anasema we need that person. Hata asipochukua namba zako, wale waliomwalika kwenye hiyo event ndio watatoa namba kwake na watakupigia. Kuna mtu tumempa namba. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu.